Tutakupa takwimu za Farhati Maniola kutoka nchini Uganda, ambaye yeye ni bondia nambari 2 nchini Uganda kati ya mabondia 25 katika uzani wa super light duniani. Ni bondia namba 171 kati ya mabondia 2719, lakini amecheza mapambano 11, lakini ameshinda 9 kati ya mabondia 25 katika uzani wa super light duniani. Ni bondia namba 171 kati ya mabondia 2719, lakini amecheza mapambano 11, lakini ameshinda 9. Naam, katika mapambano ambayo yeye 11 amecheza 9 amepata ushindi, 6 ameshinda kwa KO, 2 akipoteza, lakini pia hajawahi kupata sare hata moja. Na pambano lake la kwanza alicheza tarehe 17 katika mapambano ambayo 11 amecheza 9 amepata ushindi, 6 ameshinda kwa KO, 2 ni bondia kutoka nchini Uganda, na stance yake ambayo anatumia ni orthodox, lakini pia vile vile leo anaenda kukabiliana na Mtuma Lauren Jaffet kwa pointi kombo binafsi katika mabondia ambao mimi ukiniambia mabondia ambao wana uwezo mkubwa, lakini na stance yake ambayo anatumia sana. Kwa upande wangu mimi bondia wangu bora kwa sasa, ukiachana na yale majina yenu kombo, mimi Lauren Jaffet amekuwa kombo binafsi akicheza mapambano mengi ambayo akishinda basi kweli, akipoteza akapoteza kweli. Amekuwa na mfululizo mzuri ama mwendelezo mzuri wa matokeo kulingana na aina yake ya upiganaji. Lauren Jaffet ni huyu ambaye mwenye grab nyeupe na tam zake nyeupe, mapambano nyeupe ambayo imeandikwa Mafia Boxing Promotion. Huyu ni Mtanzania. Kuna kipindi watu wakawa wanahisi Lauren Jaffet ni kutoka Ghana kwa sababu amekaa Ghana muda mrefu, ametrain muda mrefu, ameweka kambi kule. Mabondia wengi wa Ghana ukiwatajia jina la Lauren Jaffet si jina geni kwao, wakina John Zile, wakina Enoch Tete, hao wote wanamjua Lauren Jaffet kwa sababu ametrain kule, ameweka kambi kule. Lakini pia hata jimu yake ya Yomba Boxing Club ambayo ipo pale Kibaha mkoani Pwani, amekuwa na mahusiano mazuri na makocha kutoka Ghana, Kenya pamoja na nchini Uingereza. Na John Zile tukiongezea hapo katika viwanja hivi vya Posta Kijitonyama, kuna kumbukumbu mzuri ya mwaka jana ambapo Lauren Jaffet mahusiano mazuri na makocha kutoka Ghana, Kenya pamoja na mashabiki wengi ambapo alicheza na Isa na Mpepeche. Alifanya vizuri sana, na tukiongezea vile vile kuwa ni bondia ambaye haimbwi sana, ila ni bondia mzuri na amekutana na mabondia wengi sana. Ukiangalia kwenye orodha yake ya orodha ya mabondia utaona pale amecheza na kina Juma Choki, wakina Nasibu na mabondia wengi, na ameonekana ni bondia ambaye ana kiu ya kucheza na kila bondia limadi kutimiza zile ndoto zake. Lauren Jaffet dhidi ya Uganda huyu bwana anaitwa Farhati Maniola, kutoka nchini Uganda, na kuna mabondia zaidi ya wawili kutoka nchini Uganda. Kuna mabondia hapa kutoka nchini Malawi, lakini pia nikukumbushe tu main card yetu leo ni Mchanja Yohana dhidi ya Philemon Ngetangunye kutoka nchini Namibia, pambano la mkanda wa WBO Global, lakini pia vile vile ni pambano la raundi 12, na Mchanja Yohana anaenda kutetea mkanda ambao alipata tarehe 26 mwezi wa 12 2024 nchini Tanzania hapa pale Masaki. Raundi ya kwanza imetamatika, wote wameenda kwenye kona. Modest Rashidi, tunajua tu raundi ya kwanza kila mtu anakuja kumsoma mwenzake, kisha raundi zinazofuata walimu wanakuwa wameshaona kila udhaifu wa mpinzani wao na wanajua kiasi cha kumpatia bondia wake ili aweze kupata na ushindi ama kupata matokeo mazuri katika pambano lake. Hata anapiga ngumi ambazo hazina macho. Lila, unasemaje? Sasa tunaelekea kwenye raundi ya pili, raundi ya pili. Sasa tunaelekea kwenye pambano hili la knockout ya mama phase 4 kati ya Lauren Jaffet dhidi ya Farhat kutoka pale nchini Uganda. Ngoja tuone itakuwaje, na tunajua tu round ya kwanza kila mtu anakuja kumsoma mwenzake, kisha raundi zinazofuata walimu wanakuwa wameshaona kila udhaifu wa mpinzani wao na wanajua
yake ili aweze kupata matokeo mazuri. Anasikilizia ile ngumi. Kwa hiyo kama Lauren ataongeza power na speed, Lauren Japheth ijabu yake ile tena jabu. Kumbushe tu wewe mpenzi wa masumbwi, mpenzi wa hata anapiga ngumi ambazo hazina macho. Leo unasemaje? Tumefungua website yetu ya Mafia Boxing Promotion.co.tz kwa namna moja ama nyingine utaweza kupata taarifa mbalimbali. Huko unaweza kupata tiketi za online, unaweza ukapata ratiba na matokeo ya mapambano yakiwemo haya ya siku hii ya leo ya knockout ya Mama Phase 4 pamoja na profile za wapiganaji ama mabondia na highlights za kutosha kuhusiana na mapambano mbalimbali ikiwemo hili la leo la knockout ya Mama Phase 4. Endelea kupata burudani kupitia WhatsApp TV pamoja na Mafia Boxing Online TV. Mapema lakini pia anaonekana hajapata swali raundi ya tatu ni pambano ambalo linamkutanisha Farhat Manirora kutoka nchini Uganda. Anasikilizia kwa hiyo kama Lauren ataongeza power na chuma kutoka nchini Tanzania kutoka Boxing Club, lakini pia mwamuzi kabisa. Nikumbushe tu wewe mpenzi wa masumbwi, mpenzi wa Mafia Boxing Promotion, Mafia Lauren anavyomkabili yetu ya Mafia Boxing Promotion.co.tz ambao kwa namna moja ama nyingine utaweza kupata taarifa mbalimbali. Huko unaweza kupata tiketi za online, unaweza ukapata ratiba na matokeo ya mapambano yakiwemo haya ya siku hii ya leo ya knockout ya Mama Phase 4 pamoja na profile za wapiganaji ama mabondia na highlights za kutosha kuhusiana na mapambano mbalimbali ikiwemo hili la leo la knockout ya Mama Phase 4. Tuendelee kupata burudani kuona hizo ngumi kwa sababu akizifuzia zina madhara. Chanja Yohana dhidi ya Filemon kutoka kule nchini pambano la ukanda wa WBO Global, lakini sasa hapa unatazama Lauren Japheth huyu ambaye anacheza southpaw akiwa na glove zake nyeupe pamoja na trap zake nyeupe akiwa na ringo nyeusi, lakini pia Manirora yeye kutoka nchini Uganda huyu glove nyekundu pamoja na akimkabili Lauren Japheth akiwa akicheza orthodox, lakini mwamuzi anakumbusha ni Modest kutoka Dar es Salaam. Lakini tazama namna ambavyo kombo Lauren kama anaonyesha mashambulizi, anashambulia lakini anamruhusu Farhati kumsogelea, anaruhusu. Tazama namna ambavyo amemweka kwenye kona, ameweka katika sehemu right yake imefika, kama anatafuta namna ya kuweza kupitia Wasafi TV main card yetu ama pambano kuu kwa usiku wa leo ni Mchanja Yohana dhidi ya Filemon Ngutangunya kutoka kule nchini Namibia, pambano la mkanda wa WBO Global raundi 12. Lakini sasa hapa unamtazama Lauren Japheth huyu ambaye anacheza southpaw akiwa na gloves zake nyeupe pamoja na trap zake nyeupe akiwa na ring boot nyeusi, lakini pia Manirora yeye kutoka nchini Uganda huyu mwenye glove nyekundu pamoja na bukta yake nyekundu akimkabili Lauren Japheth akiwa akicheza orthodox, lakini pia mwamuzi anakumbusha ni Modest Rashid kutoka Dar es Salaam. Lakini tazama namna ambavyo kombo Lauren kama anakaribisha mashambulizi, anashambulia lakini anamruhusu Farhati kumsogelea, anaruhusu kupeleka ngumi. Tazama namna ambavyo amemweka kwenye kona, ameweka katika sehemu nzuri, right yake imefika, kama anatafuta namna ya kuweza kutoka katika kona, lakini Farhati kuna namna, kuna kitu anakitafuta. Tazama ambavyo ameanza na jab yake, anamkatia ringi popote anapokwenda, yeye yupo naye kabisa. Na kwa hicho ulichokisema kuwa Lauren Japheth anamkaribisha Farhati, na anaweza kusema huo ndio aina ya mchezo wa Lauren Japheth. Anapenda kupigana na mara nyingi huwa anaruhusu mashambulizi madi kumpa mwanya mpinzani amsogelee na yeye kupigana. Nishaye kushuhudia hapa kati yake yeye na Isa na Mpepeche, alikuwa anafanya kama hivi na hata mashabiki walikuwa wanahofia, lakini mwisho wa siku alibuka na ushindi Lauren Japheth. Hiyo ni style yake, mara nyingi huwa anafanya kuruhusu mashambulizi na yeye kupata mashambulizi pia, na tuliona vile vile hata kwa Nasibu anapobadilisha mashambulizi alikuwa anaruhusu ngumi vile vile, lakini naona hapa nani bahati kwa yake na alipoteza pambano lile. Hivi zimemletea tafrani kidogo, amepata kuyumba. Ni kile kitu nilichokisema mwanzo, Lauren inabidi azidi aongeze speed ya mikono, lakini pia Lauren Japheth na Farhat kutoka nchini Uganda
Kwa mmoja mwingine Mabibi. Ngoja tuone itakuwaje. Second out of the ring. Second out of the ring. Na sasa number 4. Naam, tunaelekea kwenye round ya 4 hiyo. Namuona hapa kati ya Lauren Jaffet na Farhat kutoka nchini Uganda. Na kwa mmoja mwingine ngoja tuone itakuwaje. Piga pale Lauren Jaffet. Yes, namuona hapa kidogo anaanza kurudi yule Lauren Jaffet tuliyemzoea. Ngoja tuone Lauren imekuaje tena. Pale Lauren Jaffet. Farhat muda wote anamfuata Lauren na Lauren anaruhusu mashambulizi na ikitokea hivi mara kwa mara anaweza akawastaajabisha mashabiki zake. Anaanza na jabu pale bakati ile namkosa Lauren. Farhat muda wote anamfuata Lauren na Lauren anaruhusu mashambulizi na ikitokea hivi mara kwa mara anaweza akawastaajabisha mashabiki zake. Farhat anapeleka jabu. Anaanza na jabu pale bakati ile namkosa Lauren. Lauren muda wote anakuwa kwenye kona na kiufundi kukaa jabu muda yake mwingi pale kwenye kona. Unampa nini mpinzani wako? Of course ukikaa kwenye kona unampa opportunity kubwa sana ya mchezaji kucheza kupata kukushambulia. Yaani mpinzani kupata kukushambulia. Lakini pia naona Lauren hachezi mchezo wake. Lauren muda wote anakuwa kwenye kona na kiufundi kila siku kukaa muda mwingi kwenye kona. Unampa nini mpinzani wako? Anapiga ngumi nyingi, anapiga speed. Ilikuwa na uwezo ukikaa kwenye kona unampa opportunity kubwa sana ya mchezaji kucheza. Lauren wa leo anayecheza leo anapiga yani mpinzani kupata kukushambulia. Lakini pia naona Lauren hachezi mchezo wake kwa sababu Lauren angerudi labda kuna yake alizoea kila siku ya kucheza, yani kama vile anavyoingia anatoka anapiga ngumi nyingi, anapiga speed. Ilikuwa na uwezo mkubwa sana wa kumudu mchezaji, lakini sasa hivi anamsumbua kwa sababu Lauren wa leo anayecheza leo anapiga ngumi moja ngumi ambazo hazina speed. Na sijajua kwa sababu hasiku hazifanani, labda kuna changamoto kaipata uweze jua, lakini sio Lauren tunayemzoea. Kwa hiyo huyu Lauren tunayemwona leo ni mpya. Sasa cha kufanya hapo yani ni kuongeza spidi ya mikono, lakini pia miguu hiyo mepesi, kwa sababu mpinzani wake ni mtu wa kufuata muda wote, yani ni mtu ambaye anashambulia muda wote. Sasa akiendelea kukaribisha mashambulizi kama hivyo inampotezea target, inampotezea na malengo yake ambayo amepanga. Somba kulingana kile ulichokisema kwa Lauren Jaffet anaonekana kuwa sio yule ambaye tumemzoea. Bila shaka kulingana na training ambayo ameifanya, pengine labda ametrain nguvu zaidi, na vile vile naona kama kuna mkono unampa shida, na ndio maana huwa anapata tabu sana kucheza kile ambacho tumeshamzoea nacho akikicheza. Somba kulingana kile ulichokisema kwa Lauren Jaffet anaonekana kuwa sio yule ambaye tumemzoea. Bila shaka kulingana na training ambayo ameifanya, pengine labda ametrain nguvu zaidi, na vile vile naona kama kuna mkono unampa shida, na ndio maana huwa anapata tabu sana kucheza kile ambacho tumeshamzoea nacho akikicheza. Na pengine ngoja tuone kocha pengine ameona kile ambacho anacho ama amekumbana nacho mchezaji wake, na labda atakuja na matokeo mengine ama njia nyingine ili mradi kufiti hiki ambacho anakutana nacho bondia wake. Lauren so huyu ambaye tumemzoea, Lauren so akukumbatia. Lauren muda wote anapenda kupigana, lakini leo imetokana na nini? Pengine tutaweza kupata kwenye interviews hapa na pale. Atajibu bila shaka, wengi wamekiona hiki ambacho anakicheza leo. Piga body punch pale Farhat. Anajaribu kutafuta upenyo. Kwa hivyo anavyocheza Lauren, mashabiki muda wote Farhat yupo kwa Lauren. Naam, of course mashabiki wengi wanawashangaza, lakini pia tumeona pale wakati wa kengele ya mapumziko, body punch pale Farhat ni mapumziko, anajaribu kutafuta upenyo. Tuliona hii jabu yake ilikuwa kama
inampa shida, yani kama kwa hivyo anapocheza Lauren, mashabiki wengi anawashangaza, ndio inatumika muda mrefu. Jabu umekuwa naigusa. Naam, of course mashabiki wengi wanawashangaza, lakini pia tumeona pale wakati wa kengele ya mapumziko, ni mapumziko iliyopigwa mwanzo, tuliona hii jabu yake ilikuwa kama inampa shida, yani kama ananyoosha huo mkono, na sasa hivi naona raundi yote anapiga sana light yake, yani light yake ndio inatumika muda mrefu. Jabu umekuwa naigusa tu. Inaona siku nyingi sana kuna alikuwa na tatizo la mkono. Nafikiri kwenye mechi ya Nasibu kitu kama hicho ilitokea, kitu kama hiki, mkono wake una shida. Hata ile mechi alicheza Mwanza sijui ni Arusha vile, na sina kumbukumbu vizuri, pia mkono ulikuwa unamsumbua. Kwa hiyo huo mkono inabidi utafutie tiba, inaweza, kwa sababu sisi wakati tunapokuwa mazoezini tunakuwa tunapata injury za mara kwa mara, hasa kwenye maungio, kama kwenye kiganja, kwenye joint ya mkono hapa na kwenye bega, mara nyingi zinakuwa zinafeli. Kwa hiyo ikikutokea hiyo hali ulingoni inakuwa ni tatizo. Hapo Lauren atumie akili nyingine ya ziada ili aweze kumcontrol huyu mpinzani wake, kwa sababu inaonekana mpinzani ameshasoma upinzani wa udhaifu wa Lauren uko wapi, na ndio maana anamfuata muda wote, kwa sababu anajua mkono mmoja haufanyi kazi. Alicheza kwa mkono mmoja, na baada ya fight ile tunaendelea Lauren Japheth dhidi ya Farhat nchini Uganda. Tunaelekea kwenye round ya 6. Ngoja tuone Lauren atakuja na kitu gani kwa round hii. Now, round number 6. Here we go again. Round hiyo ya 6 tunaendelea. Lauren Japheth dhidi ya Farhat. Naona Lauren anaanza sasa nchini Uganda, na pengine ameamua kufuta uteja. Lauren atakuja na kitu gani kwa round hii. Peleka tena right. Na kwa mtazamo wangu naona hii jabu yake ina shida. Hata kama unampiga mtu kwa mkono mmoja, lazima hata kidogo ungekuwa. Naona Lauren anaanza sasa kuchangamka, na pengine ameamua kufuta uteja. Peleka right yake pale, peleka tena right. Muda wote anaitumia right yake. Na kwa mtazamo wangu naona hii jabu yake ina shida. Hata kama unampiga mtu kwa mkono mmoja, lazima hata kidogo ungekuwa unaitumia huo mkono mwingine. Mwezi wa 3 nadhani pambano ulikuwa tarehe 15 mwezi wa 7 ya 2023, kwamba muda wote anaitumia right yake na Lauren Japheth. Kwa hiyo katika lile pambano ambalo yeye alicheza na Nasibu tarehe 17, pambano ambalo lilikuwa mwezi wa 3 nadhani, pambano lilikuwa tarehe 15 mwezi wa 7 ya 2023, kwamba baada ya ile pambano nilifanya mahojiano na Lauren Japheth, na mwenyewe aliniambia nilipigana na Nasibu Ramadhani kwa mkono mmoja, ninao uwezo wa kupigana kwa mkono mmoja. Sasa naona kama yale ambayo ameyazungumza wakati ule na hiki ambacho kinachoendelea hapa ni kama ni tofauti kutokana na performance ambayo ama kiwango anachokionyesha, kwa sababu alikiri anaweza kucheza kwa mkono mmoja, lakini huo mkono mmoja unaonekana kama unamnyima uhuru wa hiki ambacho tunakabili Farhat mwenyewe akija kuhojiwa. Mashabiki hao wanakanga chipsi kulingana na kile unatoka ni mmoja, mwingine uko pale pale ndani ya usiku wa knockout ya mama. Pengine labda kwa kutoka mmoja mwingine ungeonekana labda hapo kwa upande wa guard, lakini nchini Uganda half guard, ngoja tuone, na vile vile tutaweza kupata undani wa hiki ambacho tunakiona mwenyewe akija kuhojiwa. Mashabiki hao wanakanga chipsi kulingana na kile kinachoonyeshwa katika ulingo huu ndani ya usiku wa knockout ya mama phase 4. Lauren Japheth dhidi ya Farhat kutokea kule nchini Uganda. Naam, Leila kidogo hapo pia nahitaji maoni yako kulingana na namna ambavyo Lauren anacheza, stance ambayo yeye anatumia, kwa maana kwamba anatanguliza mguu kama hivyo anavyofanya, kicheza kama hivyo anavyofanya, anaingia anatoka muda wote, anatumia jab. Tazama, lakini jab ina power, amempelekea jab Maniola, ameenda kwenye kamba right huku na kwa jabu. Kwa hiyo unamwona sasa hivi ameweza kucontrol, ameongeza speed kidogo. Unajua kweli Lauren alikili anasema anaweza kucheza mkono mmoja na mtu. Mabibi na mabwana, kwenye panel yetu live si mwingine, inaongozwa na Somba. Round ya 7 hiyo hapa pambano pamoja na Leila Macho. Pia tuko live kupitia Wasafi TV, second out of the ring. Second out of the ring. Right. Asante. Yes. Lauren amebadilika, na hata mashabiki
wameanza kuinuka na kukaanga chips kulingana na hiki ambacho anakionyesha katika raundi hizi za mwishoni. Raundi ya 7 hiyo ya pambano. Tunasema mashabiki wengi walikuwa wanastaajabu kwa kila ambacho anakionyesha Lauren katika raundi za mwanzo. Right. Yes. Lauren amebadilika na hata mashabiki wameanza kuinuka na kukaanga chips kulingana na hiki ambacho anakionyesha katika raundi hizi za mwishoni. Tulisema mashabiki wengi walikuwa wanastaajabu kwa kila ambacho anakionyesha Lauren katika raundi za mwanzo. Ambakati ile inamkosa Farhat. Piga tena Ambakati. Piga tena. Na Leila tunamwona Lauren licha ya kuchangamka lakini bado anaonekana kukimbilia kwenye zile kona. Pengine walimu hawajakiona hiki. Of course kwenye kona, kukaa kwenye kona si vibaya, lakini ni mojawapo kama unaweza kucheza na hizo kamba, mfano wa yule mchezaji wanamuita Prince Nasi. Na Leila tunamwona Lauren licha kuchangamka lakini bado anaonekana kukimbilia kwenye zile kona. Unakwepa ngumu. Pengine walimu hawajakiona hiki kwa sababu balance ya mkono mmoja. Of course kwenye kona, kukaa kwenye kona si vibaya, lakini ni mojawapo kama unaweza kucheza na hizo kamba, mfano wa yule mchezaji wanamuita Prince Nasi. Anapenda sana kucheza kwenye kamba kwa sababu anaweza kucheza na hizo kamba. Yaani ukirudi hivi ukinesa ukirudi unakwepa ngumi. Ndio anachokifanya Lauren kwa sababu balance ya mkono mmoja ishakosekana. Kwa hiyo anachokifanya anakuwa inabidi acheze kwa kumtizama, kwa kumvizia. Kwa hiyo kama anaenda kwenye kona kama hivyo na ushambuliaji kama unaona kama hivyo ameiona ngumi amekwepa kupitia kamba, inakuwa inamsaidia kwa namna fulani. Lakini pia mimi namuelewa kwa sababu sisi Southpaw kucheza light kama Jabu ni ngumu sana. Na sasa hata kwa orthodox kucheza light kama Jabu ni ngumu sana. Light siku zote inakuwa nzito tofauti na Jabu. Kwa hiyo kwa hichi anachokifanya yeye ameongeza speed kwenye light yake, imekuwa inacheza kama Jabu. Nimempongeza kwa hilo, inaonyesha kwamba ni mchezaji mkubwa na mwenye performance nzuri kiasi gani na yuko professional. Mpinzani wake anaonekana akipigwa ngumi. Kwa hiyo anayofanya Lauren leo ni maajabu. Kucheza mkono mmoja wakati mmoja umeumia ni ngumu sana. Sisi tunaocheza tunatambua hilo. Mimi ninachokiona aongeze speed. Ile speed ya round iliyopita ya ile right yake iongezwe tena, iongeze zaidi kwenye raundi hizi zinazofuata kwa sababu mpinzani wake anaonekana akipigwa ngumi, ikimkuta punch kali anachanganyikiwa. Na siku zote watu mbalimbali mashuhuri. Asanteni sana Watanzania ambao pia mnaendelea kutufuatilia live kupitia Wasafi TV. Lakini pia Mafia TV online. Hii ni Mafia Boxing Promotion Season 4. Ukiangalia kibao kwenye ring ni final round. Second out of the ring. Second out of the ring. Asante sana mkurugenzi CEO Ali Sayumba. Here we go again, round ya 8 na mwisho hiyo. Nikukumbushe tu kwamba mgeni rasmi kuja tushuhudie itakuwaje raundi ambayo tabia matokeo ya raundi zote 7 zilizotangulia. Mheshimiwa Deogratias Ndejembi kutoka katika wizara hiyo iliyo chini ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini pia pambano letu kuu nikukumbushe tu kwamba mgeni rasmi Kombo wa knockout ya mama msimu wa 4 ni waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi Mheshimiwa Deogratias Ndejembi kutoka katika wizara hiyo iliyo chini ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini pia pambano letu kuu ni Mchanja Yohana, atacheza na bondia kutoka nchini Namibia ambaye huyu anaitwa Philemon Ngutenanye kutoka Namibia. Litakuwa ni pambano la raundi 12, pambano ambalo Mchanja Yohana yeye atakabiliwa na kibarua cha kutetea ubingwa wake ama mkanda wake ambao aliupata tarehe 26 mwezi wa 12 2024 katika knockout ya mama pale Masaki jijini Dar es Salaam. Na pongezi kwa Lauren Jaffet kulingana na namna ambavyo anacheza, kwa sababu yeye anacheza akiwa tayari ameshaumia mkono, anacheza na bondia ambaye pia kidogo amekosa maarifa ya kuweza kutekenya pale ambapo kuna jeraha kwa upande wa mkono wa Lauren Jaffet. Kwa hiyo kama akifanya namna 1 2 3 au anacheza kwa maanisha huyu Maniola akitumia akili katika angepatikana bondia mzuri kutafuta katika mechi hii ama katika pambano hili kupiga, pengine angeweza kuambulia kitu chochote, wakati mgumu zaidi.
sidhani kama ambavyo Maniola amestukia hili jambo ambaye tumemzoea mara nyingi. Yeye ni mtu wa kupigana, bado anacheza kulingana na vile alivyokuwa anacheza mwanzo, na sasa hivi muda wote angepatikana bondia mzuri katika mechi hii ama katika pambano hili, pengine Laurent Jaffet angepata wakati mgumu zaidi. Ona tu anachokifanya Laurent, hatujamzoea hivi kukumbatia, kusukuma watu kwenye kona. Sio Laurent ambaye tumemzoea mara nyingi. Yeye ni mtu wa kupigana na ni mtu wa kuonyesha burudani zaidi. Sasa hivi muda wote ni kukimbia. Amegeuka yule Muhindi wa pambano lililoisha. Nikwambia kwamba Mchanja ana kibarua cha kubakisha ubingwa, lakini kama ambavyo kesho Simba Sports Club wao pia wana kibarua cha kubakisha ubingwa wa kombe la shirikisho barani Afrika. Najua kuna watu akiwa sasa hivi wameshavuta midomo katika mkono wake Bauti imetoka kumalizika ni kati ya Laurent Jaffet kutoka Tanzania akimkaribisha Maniola all the way from Uganda. The results tayari ninazo kwenye karatasi yangu kwa matiki hii. Matokeo ni kama ifuatavyo. Jaji namba 1 ametoa 78 kwa 74. Jaji namba 2 ametoa 77 kwa 75. Kutoka jaji namba 3 he's come 78 to 74. Kwa matiki hii. Ladies and gentlemen, mshindi wetu kwenye bauti hii si mwingine make some noise kutoka all the way. Na mtazamaji wa Mafia Boxing Online TV pamoja na Wasafi TV.